Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, tumerejea tena baada ya wikendi nyingine safi sana, wikendi ya ambayo tunaita katika lugha ya kimombo international break. Karibu sana kwenye Maluda the Football Maniac. Mimi hukuambia mara mingi unaweza nipata kwenye TikTok, kwenye katika ukurasa wa TikTok, vile vile ukurasa wa Facebook, vile vile bila kusahau ukurasa wa YouTube. Andika tu Maluda the Football Maniac. Nasema tu karibu tena sana shabiki wangu kwa siku ya leo. Leo niko na mgeni ule mmoja ambaye uliweza kumtazama kama ni shabiki wangu kwa jina Saimo. Shabiki sugu sana wa Liverpool. Vipi bro? Niko salama sana bro. Umepotea. Nikupotea hali ya kutafuta. Alafu kando na kutafuta kuna vile pia tunachambua game kule nje. Kuna vile tunaingia kwenye nyumba bado tunachambua game. Unachambua hizi game, unachambua wapi wakati mwenyewe hata nikikutafuta kwa simu ushiki? Lakini si unajua mimi ni bingwa mtetesi, ni lazima niwe na hali ya hapa na pale. Najua uenda kufikia saa hizi umetofautisha kati ya bingwa wa dunia na bingwa wa nchi. Yes. Manake weekend iliyopita kabla ya international break nafikiri kuna kitu Chelsea waliweza kumfanyia bingwa wa Uingereza ambaye ni mwana Liverpool. Ndio maana nilikwambia mwanzo wakati ule mwingine ya kwamba ndio kuna tofauti ya bingwa wa dunia na bingwa wa nchi. Bingwa wa dunia alisalimiana na Trump. Na bingwa wa nchi kawaida alipewa medal. Ndio mimi huyo. So ni vitu viwili tofauti. Nilikuambia mara mwisho tukiwa na wewe, nilikakwambia kuna utofauti huo. Na pia yenyewe haukukataa kwamba ulikubaliana na mimi kwamba kuna utofauti na kuna uzito fulani. Na ndio maana unaona kwa mara ya kwanza yule bingwa wa dunia alisema hata kama hana yule tunaitanga center back, yes, hataweza kupigwa na bingwa wa Uingereza. Sasa ndio hapo nilikuwa nataka kukuweka wasi mbio kidogo. Naam. Nikakwambia nilikubali. Ulikubali matokeo yaliyotokea, nilikubali. Manake tulifanya unajua mpira wetu tuliamua hiyo siku tutaguza nafikiri kwa uwanja tunakuwa watu 11. Yeah. Nafikiri uliona kwa uwanja huo tuliguza watu 10. Na kwa hao watu 10 pass, yani sema nyerezi za matachi. Nyerezi za touches. Kubadilisha mita bendi. Asante. Ikatoka kwa Sanchez. Yes. Ikaelekea kwa Kukurela. Kidogo ikatoka pale kwa Kukurela. Hatoji. Kutoka pale kwa Hato. Ikamwingia nani? Iliingia mpaka kwa Enzo, ikatoka pale kwa Enzo. Enzo akapiga pasi nyerezi mpaka kwa kijana Marco Kurela tena. Marco Kurela naye bila kusita, hakuangi kijana mchoyo. Moja ndefu safi. Lakini kidogo nikitaka kukufupisha kidogo. Kweli. Unajua kiangalia katika ligi ya Uingereza. Naam. Kwamba hao watu wawili wakikutana, ambapo naongelea Chelsea na mwana Liverpool wakikutana, ndio kuna kuanga pale na mshike kidogo. Ule ambaye anapata nafasi akishafunga bao la kwanza, ule mwingine kulijeresha ni inakuanga kasi ngumu. Ni kweli. Sasa pale wakati mwana Chelsea alichukua hiyo nafasi na ikawa ni hivyo na nikakubali. Ndio. Ambapo kufikia sasa. Naam. Kando na mwana Chelsea kulabua mwana Liverpool 2-1. Naam. Bado mimi nashikilia kama namba 2. Mimi niko pale nambari 7, hatuko pale nambari 7 na tumesema tutakuja tu. Mdogo, sisi hatuna tatizo. Sisi hatuna tatizo baada ya kumpiga kinara wa Uingereza ambaye ni mwana Liverpool. Yes. Tulisema kwamba kupoteza kwa Liverpool si kuonyesha kwamba Liverpool amefika mwisho. Yeah. Lakini ni kuonyesha kwamba hiyo ni ishara kwamba kuonyesha kwamba ligi bado ingali ngumu. Na ndio mwanzo wa ligi. Sasa mwa ligi ndio sasa inaanza. Yeah. Ambapo nikitazamia katika ukweli kwamba tukirudi katika ukweli ni kwamba Liverpool mechi ambazo nilikuwa nimesema pale awali ama nilikuwa nimetazamia pale awali, mechi ambayo ilikuwa ya utangulizi wa ligi. Yeah. Ilikuwa mechi ya Liverpool dhidi ya Bournemouth. Nilisema na nikakuwa bado mimi niko na tashwishi kwa upande wa Liverpool, nikasema kwamba Liverpool waliweza kushinda ile mechi mabao 4-2. Yeah. Lakini ukweli kwamba nikirudi pande yangu Liverpool walisuasua sana katika mechi ile. Maana ukiangalia mechi mingi zenye Liverpool ameweza kucheza na kuweza kushinda, wamekuwa wakipata ushindi wao katika zile dakika za mwisho. Ndio wamekuwa wakipata uongozi na ushindi. Yeah. Na hapo nasema
kuna utofauti wa Liverpool ya jana na Liverpool ya leo. Kweli kabisa. Liverpool ya leo kidogo kuna vile wamefanya usajili zaidi, wakafanya usajili ya watu zaidi ya 4. Kweli. Na wakati timu imekolea ama wakati timu imeshikana, wakati unauza wachezaji zaidi ya 4 na unanunua zaidi ya 4, ndio miguu kushikana ya wale wachezaji kidogo ile tangi bidii mwanzo wa ligi. Lakini wakati ligi ikienda kufikia katikati, naam, hapo ndipo wale wachezaji wanakujanga wanasikizana. Lakini nikikuongezea kwamba manake nimeona Liverpool, nimeona Kekes amefiti katika safu ya ulinzi wa timu ya Liverpool. Nikimwangalia kijana Kitike, ni kijana ameleta shida zaidi. Yes. Na yuko na mabao kadhaa kufikia hivi sasa. Yeah. Manake hasiti na ukiangalia kila wakati anapotafutwa katika ile nafasi yake ya position 9, yeah, yeye hupatikana pale kwa wakati ambao unafaa. Kijana kidogo ambaye nimeona akiongelea katika mitandaoni pale ni Florian Wirtz, yeah, ambaye kisha vile vile alinunua kitita cha pesa mingi sana. Kiwango cha milioni ama euro milioni 150. Yeah. Na hajaweza kuonyesha umahiri wake pale vizuri. Ambapo huyo ni mchezaji tu mmoja. Isak huyu ndio amepata game ya kwanza ya waanzilishi katika Premier League. Kama katika ligi ya Uingereza ndiye ameweza amepata nafasi ya kwanza kuanza katika mechi, yeah, ya ligi ambayo ilikuwa na Chelsea, lakini hakuweza vile vile kufua dafu pande yake. Lakini hatutasema kwamba hataweza kufanya vizuri, manake mechi ya kwanza huwezi ukajaji nao mtu ama ukahukumu nayo mchezaji. Sasa mimi kidogo nilikuwa nakwambia ama nilikuwa niseme ya kwamba huu msimu ama hii ligi ya sasa, ndio maana nilikuwa nakwambia Liverpool ilisajili sana. Kweli. Na wakati ilisajili sana, ukiangalia kama Florian Wirtz, ule mchezaji ni mzuri, lakini upoteza pasi kwa kila wakati. Nikirudi tuache upande wa Liverpool manake, yes, muda pia turuhusu. Yeah. Tukirudi upande wa Chelsea, Chelsea walinishangaza sana mechi ambao walicheza na Liverpool, manake Chelsea wako nje na majeraha, yeah, majeraha kadha ya wachezaji wa safu ya ulinzi, ama kwenye defensive. Manake hapa Kenyatta Hospital wamemlaza Fofana Wesley, wamemlaza Levi Colwill, wamemlaza Adarabio Tosini, alafu amekosa nidhamu ya uwanjani, muite Trevor Chalobah, alipewa kadi nyekundu. Hao ni wachezaji wa pale ambao wanacheza 4-5. Yeah. Nafasi wanaweza katika nafasi ya 4 na 5 bora. Wote walikuwa nje. Kulikuwa kunasalia tu katika kikosi cha Chelsea, kulikuwa kunasalia tu kwenye safu ya ulinzi ya katikati pale, kulikuwa kunasalia tu mchezaji mmoja ambaye ni Badiashile, ambaye alianza na pia ikafika mahali akapata jeraha. Yeah. Kwa mara kwanza mimi tangia nikuwe shabiki wa Chelsea sijaweza kuona Chelsea wakicheza bila center back yote hata mmoja, lakini niliona baada ya Darabio Tosini kutoka, tulimbaki na Chempong tena vile vile akapata jeraha pia, vile vile naye pia akajeruhiwa akatoka nje. Kukaingia pale na Jarel Hato, kukaingia pale na kijana James Reese, alafu kukabakia kwenye upande wa fullback 2 kukabakia na kijana Malogusto, upande mwingine ya fullback 3 kulibaki na kijana Marco Kurela. Ambapo ukiangalia katika safu ya ulinzi ya Chelsea kulikuwa na wachezaji wote ni ambao wanapiga katika mkono wa kulia na mkono wa kushoto, ambapo wachezaji hao ndio walikuwa sasa wamebaki full defense line ya Chelsea. Yes. Na waliweza vile vile kujisatiti na kuweza kushikilia katika nafasi yao pale vizuri, na wakaweza bado vile vile kupiga pale touch ambazo nafaa na wakaweza kupata ushindi. Unasemaje kuhusu ile timu ambayo ni ya Chelsea kuweza? Okay, ile timu kidogo ninaweza sema baada ya wachezaji bora kupata injury, no, ama kupata jeraha, ndio, ama kukosa ile game. Yes. Unajua wakati umekaa nje sana ama unatarajia ucheze wakati wowote,
unapopewa hiyo nafasi kaka, wewe unaitumia kweli. Sasa mimi upande wangu kidogo, wana Chelsea ama wale vijana walitumia ile nafasi. Ni kweli. Yes. Nashukuru sana manake ulishakubali wewe kama kinara wa Liverpool. Nishakubali. Mara mingi wewe huwa na kicheko cha kejeli kwa ukishapiga kinara kama mimi huwa na kejeli. Lakini nashukuru mpaka sasa leo ni siku ya Jumamosi ambapo leo umeonekana siku ambayo mimi naenda msituni. Yes. Leo naenda msituni kutana na Forest. Leo ndo nimepatikana. Sasa wewe ndio leo unanitafuta kwa kuniomba msamaha, kwa maana unajua vile umbao unakuwa na madaha kukunja. Unajua msitu bado, mtu unapoingia msitu kutoka ni ngumu. Sasa tuiache ya msitu, manake nitakwambia hapo msituni naenda kutafuta nini. Siendi kutafuta chenye Manchester, naenda kutafuta msituni. Unajua msituni kuna wenye wanaenda kutafuta kuni. Wanaenda kuua wanyama. Kuna mtu anaenda ana sababu zake msituni. Kuna wenye wanaenda kukata miti. Kuna wenye wanaenda kuchoma makaa. Sasa kuna wanaenda kuchoma makaa. Sasa hizo ndio shughuli za msituni. Kuna wanaenda kutafuta madawa. Sasa mimi si wala kutafuta madawa. Mimi si wala kuchoma makaa. Mimi nimekosa mboga. Nimekosa mboga. Sasa hapo kabla tufike hapo msituni, nitakueleza hizi mboga ninaenda kutafuta msituni, naenda kutafuta mboga zipi. Yes. Kwamba tukirudi bado mechi za wiki iliyopita, kwamba tutaongelea mechi nyingine moja ambayo ilikuwa ya Mwana Arsenal dhidi ya West Ham. Kwa sababu niliona mashabiki wa Arsenal kote sehemu yote niliyotembea baada ya Arsenal kupiga Mwana West Ham Jumapili, ama mechi ambayo ilikuwa ya Chelsea ilikuwa Jumapili, ilikuwa bado siku hiyo Jumamosi, baada hiyo mechi ya Chelsea na Mwana Liverpool. Mashabiki wote wa Arsenal hesabu zao mbaya ama nzuri walikuwa nyuma Mwana Chelsea. Yes. Unajua kidogo ndio wakuje nyuma Mwana Chelsea. Kuna sababu 2 ama 3. Ndio. Sababu ya kwanza walikuwa washinde Mwana Liverpool na pointi 1. Wakae juu ya jadwali. Sababu ingine ni ya kwamba huyo ndio mtu anaweza onekana, wanaweza gombea na yeye msumbufu kwa hii kikombe. Gwiji. Unaelewa? Sasa walikuwa na sababu ya kurudi nyuma ya Mwana Chelsea. Juu Mwana Chelsea kidogo hata vile alishinda hiyo game hawajakaribia pale. Bado. Nafikiri wamekalia, kama sijakosea, wamekalia katika nafasi ya 7 na pointi 11. Asante. Sasa ukiangalia hiyo gap bado ipo. Mwana Arsenal navyo acheza pia vile vile ananitisha. Mwana Arsenal kidogo unaweza sema wakati huu ama wakati mwingi wale watu hukaa nambari 1 tunapoanza ligi. Hata Mwana Liverpool kukaa hiyo namba walifanya makosa. Hiyo ndio namba ya Mwana Arsenal kufikia mwezi wa 2 wa 3 huko. Yani unamaanisha ligi inapokamilika mwezi Mei. Yes. Mwezi Julai manake ligi manake fixture kutoka Julai. Ama kabla ligi kutoka Julai. Yes. Arsenal na Aston Villa wao huanza katika nafasi ya kwanza. Yes. Wanaongoza mpaka karibu pale December ama November. Manake wakianza wanaanza na pupa. Yes. Alafu pale si unajua namba mwenye anachukuanga hicho kikombe wakati huo anakuanga kwa karibu, lakini yeye hakuanga aongozi ligi, lakini huwa kwa karibu. Tuyaache hayo, nikuulize tu swali. Hata kama Mwana Arsenal tunasema yeye huongoza ligi kila wakati, wewe unaomwona Mwana Arsenal wa msimu huu ni wa kawaida kweli? Manake jinsi ambavyo anacheza kidogo naweza sema, na si mimi nimesema wa kwanza. Kuna vilabu kadha wa kadha, kuna watu binafsi wameongelea kuhusu Arsenal. Ndio. Kuna makoches tofauti wameongelea kuhusu Arsenal. Ingawa wanasema kama kuna msimu Arsenal inaweza jimudu kuchukua ligi ni msimu huu. Sababu gani? Tangu enzi za Wenger hawajai sajili vile wamesajili msimu huu. Yes. Wamesajili watu hitajika, majina hitajika, watu wanapiga dimba vile inavyofaa. Sasa kama ni msimu huu, ni msimu ambao Arsenal wanaweza chukua, lakini wakipita msimu huu tena watangoja tena. Hapo itabidi wangoje nife. Watangoja kwanza. Hapo itabidi nife. Unaona hapo kwa kubeba? Itabidi wangoje nife. Nikifa hivi? Watabeba. Kama niko hai hivi chini ya ardhi
chini ya hii mchanga ambayo imekanyaga chini. Mwana Arsenal. Lakini usisahau ya kwamba timu huanza vizuri, lakini kuna kitu inaitwanga kwa kimombo injury. Majeraha. Kuna timu upata majeraha, unapata mchezaji tajika amepata jeraha, alafu ile timu ikaporomoka, ikatoka, ikaachana na hicho kikombe kwa urahisi. So nikikukata kwa ufupi, unamaanisha Arsenal wasipopata jeraha watasumbua.